wakinitahadharisha mimi binafsi kwamba Bashe, kuwa makini, wewe ni mmoja kati ya wabunge 11 ambao wamewekwa katika listi, mkikaa barabarani vibaya mnaweza kupoteza maisha yenu. Mheshimiwa Naibu Spika, nasema jambo hili ni dharura kwa sababu kikundi hiki kilichomo ndani ya idara ya usalama wa taifa ambacho kimeamua kuchukua mamlaka haya ya kuteka watu kinaharibu heshima ya serikali yetu, kinaharibu heshima ya chama changu ambacho mimi na wabunge wenzangu wa Chama cha Mapinduzi tuliomba ridhaa ya kutaka kuwaongoza Watanzania na sio kuwahatarishia maisha yao. Kwa hiyo ninaomba Mheshimiwa Naibu Spika uruhusu jambo hili tulijadili kama bunge, na ikikupendeza bunge hili liunde komiti maalum ya kuweza kuchunguza jambo hili linaloendelea katika nchi yetu, ama kuiagiza kamati ya usalama na mambo ya nje ya bunge hili iweze kufanya kazi yake na kutuletea taarifa kwa ajili ya usalama wa wananchi wa nchi hii. Hali ya nchi sio salama, Watanzania wanataharuki, Watanzania wanajadili mambo haya katika mitandao, na there is no statement ya hope kutoka serikalini. Lengo gani? Watateka nani baadaye? Asije kuwa anayefuata ni Pastor Gwajima, na kuambia sitekwi ng'oo kwa jina la Yesu. Nikiitwa polisi na kwenda, kwa sababu najua polisi ni law enforcers, tena na kwenda bila wasiwasi, bila problem. Lakini kunijia kinyemela nyemela na kakitambulisho hapa, tupige picha kwanza pamoja, tupige selfie pamoja kwanza ndio twende. Akikujia mtu anakuambia tumekuja kuchukua, mwambie njoo tupige selfie kwanza, tupige picha pamoja, niitume kwenye magrupu ya WhatsApp, nimeondoka na mtu huyu, alafu baadaye ndio nenda. Usiende hivi hivi, pameanza kuwa mahala pa hatari Tanzania. Anayenisikia aseme amen. Ukimsikia mtu aseme amen ni mmoja wapo watekaji. Wabunge wahubiri, hivi ni mpaka hatari itakapokuwa imekupata wewe ndipo tutasikia sauti kubwa, ndipo tutasikia ukitaka kamati iundwe kuchunguza, ndipo utataja idara nyeti kwa jina lake bungeni ukitaka ichunguzwe. Nachosema ni kwamba ni vizuri sana ungefahamu kwamba kilio cha mwenzio kiwe kilio chako. Nafsi ya mwingine uione kuwa kama nafsi yako kabisa. Kwenye nafsi yako na akili yako ujuacho, hawa watu wanaolalamikiwa kutekwa, kupotea, kuuawa, ujuacho ni kwamba ni uongo. Fahamu ya kwamba kuna siku hautakuwa mbunge, utahitaji sauti ya wabunge. Fahamu kuna siku utahitaji sauti ya watu wengine. Nachosema ni kwamba sauti za aina hii kwa nini hazisikiki sasa? Kwa watu, kwa wabunge mbalimbali, kwa wahubiri mbalimbali, hii sauti kwa nini isizidi kuwa na makali sana kwa hali ilivyo sasa? Ni mpaka utakapoguswa wewe au familia yako au watu wako wa karibu. Mbona Waswahili wanasema usipoziba ufa utajenga ukuta? Mbona tusipozuia haya mambo yakiwa kwa jirani, tusipoyapambania ya mambo yakiwa kwa jirani? Mbona kiukweli huwa yanasogeaga, hufika hata karibu na familia ama kwenye jamii zetu? Mimi nimeshtushwa sana na kuona klipu hizi.
kwamba kumbe kuna watu waliwahi kuwa kwenye wakati critical kama huu, wakati mgumu kama huu, na walipiga kelele bungeni, walipiga kelele madhabahuni. Mzee Gwajima mimi najua ni mtu wa vita, ambaye wakati mwingi upigana, usimama kutetea jamii kwa ujumla. Na nasikitika kwamba inawezekana kabisa hili alikuwa pengine hata niongee kwa wazi hivi, lakini kwa sababu clip yenyewe iko wazi, najua mtu mwingine anaweza akahoji kwamba je, hii nguvu aliyoitumia Askofu Gwajima hapa ni hii anayoitumia sasa hivi? Tatizo hili linapokuwa juu ya watu wengine, mimi binafsi sijua kama ushauri husika uliwahi kumfikia kwa picha ambayo nilitazamia. Mimi niwahi kusema kama Mungu atakupa uelewe, ungekuwa Askofu Gwajima yule yule ambaye wewe umetambulika, umejulikana kwa kuwa upande wa wanaoonewa, yani kupinga ubaya bila kujali ubaya huo uko wapi, uko kwa nani. Unafikiri wewe unataka kuwa wapi, unataka kuja kuwa nani? Yani cha kukupeleka hapo, kingekupeleka ni sauti tu yenye hasira kali, yenye hasira ya Mungu, kupinga ubaya wa aina yoyote. Kwa msiofahamu, Askofu Gwajima aliwahi kujulikana wakati fulani kwa msimamo fulani kuhusiana na mahakama ya kadhi, kwa namna ambayo msimamo wake ulikuwa wazi sana kwa kipimo cha karibu watu wengi Tanzania kujua jamani, jembe jamaa, msimamo nao kuwa nao unakuwa hauyumbi kutegemea na hatari au mazingira. Askofu Gwajima amewahi kujihusisha na kupinga na kufafanua nyuma ya corona, nyuma ya chanjo kuna nini. Kwa namna moja nyingine, vitu vya aina ile inawezekana kabisa vilikuwa na madhara makubwa kwa baadhi ya watu katika jamii, lakini pengine sauti yake iliepusha madhara hayo, na inawezekana kafahamika, kaeleweka, katambulika kwa sura hiyo. Kwa hiyo sura wakati mwingine akitoa ushauri wa aina hii mahali fulani, kwa nini sura isingekuwa ya aina hii tu? Sasa katika ushauri huo niwahi kumalizia jambo ambalo ndio namalizia hata hapa, ya kwamba ikiwa njia aipitayo sasa ndio iliyo na ukombozi wa kweli, Mungu na amtangulie. Lakini kama njia anayoipita sasa haitazaa ukombozi, basi ajue njia yenye ukombozi aliacha kule ambako sehemu kubwa ya watu ilitazamia, iliamini na ilimuona aweza kuwa na ukombozi, ambapo ilikuwa ni kupaza sauti, kupinga ubaya kwa jina lake, kwa jina la anayeufanya, kwa sauti ya radi, ukombozi wa kweli wa jamii yake. Nchi yetu Tanzania inawezekana ungepitia kwenye hilo. Sijua utachukuliaje, lakini ukweli ni huu. Je, sauti ya kudai tume iundwe ichunguze idara fulani nyeti kabisa ndani ya nchi, hiyo sauti tutakuja kuisikia utakapogusa wewe au familia yako, utakapokuwa hatarini wewe au familia yako? Mbona ni kama kuna siku, kuna wakati unaweza usije ukawa ni mbunge,
ukahitaji sauti ya mtu anayekutetea na kupigania, aliyeko bungeni, aliyeko madhabahuni, aliyeko mahali. Biblia inasema katika Luka 6:31, na kama mnavyotaka watu wawatendee ninyi, watendeeni vivyo hivyo. Mstari wa 36 anasema, basi iweni na huruma kama Baba yenu wa mbinguni alivyo na huruma. 38 anasema, wapeni watu vitu, nanyi mtapewa kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwasukwa hata kumwagika, ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu. Kwa kuwa kipimo kile kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Anyway, inawezekana tuliohangaika kutetea watu, kupinga mabaya, siku ya taabu yetu watu hawakujitokeza na hawatajitokeza kwa kipimo ambacho sisi tulihatarisha maisha yetu na kupata hasara zote tulizozipata. Hata hivyo, Mungu kuna mahali aliongelea watu watakupa vitu, na kumbe ni yeye angekuja kukulipa wakati fulani ukiwa hai ama uko hai. Lakini pia kuna mahala Mungu alisema, mimi nitakukumbuka na kufanya na kukufariji baada ya wewe kutekeleza wajibu wako, na kumbe ni watu aliwatumia watu wakaja kutufariji, kuwafariji watu na kugusa maisha yao. Njia za Mungu hazichunguziki. Baki tu kusema haya uliopenda wengine wakutendee, wengine wayasikie wakati wewe uko kwenye hatari, na tusikie kutoka kwenye kinywa chako unapoona wengine wako kwenye hatari. Asante kwa kunisikiliza. Hii ni sauti ya mtu aliyetoka gerezani. Sema, itengeneze njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Heri mtu atakayeteswa, atakayefungwa, atakayeuawa, ama afaye katika Bwana tangu sasa pate kupumzika mara baada ya taabu yake. Tazama, Mungu mwenye haki yu karibu kuja. Hii ni maana ya neno Maranatha.